Ngoja nikuambie ukweli ambao wengi hawatakuambia. Watu wengi hawadharauliwi kwa sababu dunia ni mbaya. Wanadharauliwa kwa sababu wameruhusu. Sio kwa makusudi. Sio kwa sababu wao ni dhaifu. Bali ni kwa sababu walifundishwa polepole, kimya kimya, kupuuza ishara za mwanzo. Dhihaka haiji kama kofi usoni. Inakuja kama hali ndogo isiyo kufurahisha unayojishawishi sio muhimu. Uongo mdogo. Ujumbe kuchelewa kujibiwa. Utani usiojisikia kama utani. Fadhila isiyorudishwa. Mpaka unaovukwa mara hii tu. Na kila mara unapomezea hali hiyo, unawafundisha watu thamani yako ni ipi. Usiogope. Katika video hii nitakuonyesha aina 5 za dharau ambazo hupaswi kuvumilia. Kwa sababu hizi haziumizi hisia zako tu, bali zinabadilisha jinsi wengine wanavyokuona na jinsi unavyojiona. Twende kazi. Namba 1. Pale watu wanapokudanganya. Uongo si tatizo la mawasiliano, ni tatizo la tabia. Mtu anayekudanganya anamaanisha, sikuheshimu vya kutosha kukupa ukweli, lakini nataka faida za uaminifu wako. Hiyo ndio tafsiri ya uongo. Ni mtu anayechezea mtazamo wako ili aweze kudhibiti matokeo. Na hapa ndipo watu wengi hukosea. Wanafikiri kudanganya ni kuhusu taarifa. Sio, ni kuhusu nguvu. Mtu anayekudanganya anajiweka juu yako katika ngazi ya madaraka. Anaamua kile unachoruhusiwa kujua. Anaamua ni uhalisia gani unaishi ndani yake. Ukweli mchungu ni huu. Huwezi kujenga kitu chochote halisi, uaminifu, uhusiano, biashara, urafiki, juu ya msingi wa uongo. Usivumilie uongo. Ukweli uwe ni bei ya chini kabisa ya mtu kuingia kwenye maisha yako. Hakuna ukweli, hakuna ufikiaji. Namba 2. Pale watu wanapodharau muda wako. Muda wako ni maisha yako. Huo sio mfano. Hiyo ni biolojia. Kila dakika unayoitumia ni dakika ambayo huwezi kuipata tena. Hivyo mtu anayechelewa mara kwa mara, anayeahirisha dakika za mwisho, anayekusubirisha, au anaiona ratiba yako inafaa kubadilika ila ya kwake ni takatifu. Si kwamba ana shughuli nyingi, bali anakudharau. Anasema, muda wako una thamani ndogo kuliko wangu. Na unapolikubali hilo, unaliingiza ndani yako. Unaanza kukimbilia watu ambao wasingekusubiria. Unaanza kupanga upya maisha yako kwa watu ambao wasingepanga upya kiti kwa ajili yako. Hapo ndipo chuki inazaliwa. Watu wenye heshima hulinda muda wako kwa sababu wanaelewa thamani yake. Watu wasio na heshima huutumia kwa sababu hawajali. Usikubali mtu akaudharau muda wako. Namba 3. Pale watu wanapokufanya ujisikie vibaya kuhusu wewe binafsi. Hii ni aila. Mwanzoni haionekani kama ni unyanyasaji. Inaonekana kama ni utani, kuchekesha. Lakini kama kila utani wao unakufanya ujisikie mdogo, mzito, mwenye kujiamini kidogo, mwenye uwazi kidogo, huo sio utani. Huo ni mmomonyoko. Taratibu wanapunguza kujiamini kwako ili iwe rahisi kukutawala. Kwa sababu watu wanaojiona wana thamani ndogo huvumilia zaidi. Wanajihoji badala ya kuwahoji wengine. Wanabaki muda mrefu kuliko walivyopaswa. Hivyo kama mtu anakufanya usijiamini, mwenye aibu, au mwenye makosa kwa jinsi ulivyo, hayuko halisi na wewe. Anajiweka juu yako. Watu wenye afya wanataka uwe imara. Watu wasio na afya wanataka uwe tegemezi. Angalia nani anafaidika unapojisikia mdogo. Namba 4. Pale watu wanapokuwa wachukuaji lakini hawatoi. Mahusiano sio kuhusu usawa, ni kuhusu kubadilishana. Sio kwa namba, kwa nguvu, juhudi, huduma, uwepo, msaada.
Kama mtu anaonekana tu wakati anahitaji kitu, ushauri, uthibitisho, pesa, umakini, lakini anapotea wakati unamhitaji, huo sio uhusiano. Huo ni uchimbaji wa rasilimali. Unatumiwa kama mashine ya kutoa hisia. Na hapo ndipo hatari ilipo. Watoaji mara nyingi wanajivunia kuwa imara. Wanasema, sihitaji mengi. Mimi ni rais. Mimi ni huru. Lakini kama huwa haudai chochote kutoka kwa watu, unawafundisha ustahili chochote kutoka kwao. Watu imara hawatoi tu, pia wanapokea. Kwa sababu wanajua mahitaji yao ni muhimu pia. Namba 5. Pale watu wanapovuka mipaka yako baada ya kuweka wazi. Hili ndilo la muhimu zaidi. Kwa sababu huu ni mstari kati ya kutoelewana na kutokuheshimu. Mara ya kwanza mtu anavuka mpaka, inaweza kuwa bahati mbaya. Mara ya pili ni jaribio. Mara ya tatu ni uchaguzi. Ukisema wazi, siko sawa na hilo, na wanaendelea kulifanya, hawachanganyikiwi, bali wanakudharau. Kanuni ni moja, hakuna nafasi ya pili. Mtu akivuka mpaka mara moja, ondoka kwenye maisha yake, bila ugomvi. Ukiendelea kuvumilia, watavuka zaidi. Kwa sababu mipaka sio kuhusu kudhibiti wengine. Ni kuhusu kufafanua masharti ambayo chini yake unashiriki. Kama mtu hawezi kuheshimu masharti yako, hapaswi kubaki kwenye maisha yako. Hiyo sio adhabu. Hiyo ni heshima binafsi. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.